Karibu Laudahawks Farm. Leo tunazungumzia mambo muhimu ya ufugaji wa nguruwe. Mimi ni Mr. Duloko. Hapa tutashirikiana kwenye ujuzi wa ufugaji na maarifa ya kisasa. Tunaongoza katika ufugaji wa kibiashara. Fuatilia kila wiki tips, lishe bora na kuongeza faida. Karibu tena Laudahawks Farm. Ufugaji wa nguruwe una changamoto nyingi sana ambazo zinaweza kuathiri mafanikio ya ufugaji. Changamoto hizi unaweza kuziona kwenye nguruwe wenyewe, chakula wanachokula, mazingira wanayoishi, lakini pia kwenye mabadiliko ya bei. Sasa kutokana na changamoto hizi, mfugaji anahitaji majibu yaliyo ya wazi na rahisi ili aweze kufanya maamuzi sahihi na kuendelea kupata faida yake. Sasa katika nyakati ambazo unakuta labda gharama za ufugaji zinakuwa zinabadilika, mfugaji anatakiwa kuwekeza mkazo zaidi kwenye afya ya nguruwe na kutafuta mbinu ambayo ni bora zaidi katika ufugaji, ili kila pesa anaweza kuitumia au anaenda kuiwekeza iweze kufanyaje, iweze kurudi. Sasa kutokana na changamoto hizo, kama mfugaji atafanya maamuzi ama kwa kubahatisha au kwa kujaribu, yani hapo tunaona kama anaweza kufanya maamuzi kwa try and error. Sasa maamuzi hayo yataweza yakadhuru afya ya nguruwe, yanaweza yakasababisha kupunguza ukuaji wa nguruwe, lakini pia yanaweza yakasababisha hasara kubwa za kifedha ambazo zinaweza zikatokea shambani kwako. Sasa kitu ambacho nataka tuelewane ni kwamba ufugaji wa nguruwe ni aina ya biashara ambayo tayari ina njia zake ambazo kama mtu ataweza kuzifuata ni lazima atapata matokeo. Lakini sasa wafugaji wengi wamekuwa wanakabiliwa na maswali mazito ambao wamekuwa wanajiuliza. Kwa mfano nakuta mtu anajiuliza, je, kwa mfano niuze nguruwe mapema wakati bei ya chakula inapokuwa iko juu? Yaani kwamba pale bei ya chakula inapokuwa inapanda, mtu anakuwa anajiuliza, je, niuze nguruwe mapema? Umeona? Au unakuta maswali kama kwamba kubadilisha chanzo cha protini kutoka aina moja kwenda aina nyingine kunaathirije ukuaji na gharama katika ufugaji wa nguruwe? Kama akipunguza virutubisho kwenye lishe, kunaathiri vipi nguruwe unaotaka kwenda kuwachinja, yani wale ambao tunaita wale winners? Sasa maswali kama haya hayahitaji majibu ya kubahatisha, kwa sababu unapokuwa unafanya maamuzi kwa kubahatisha au kwa majaribio, kunaweza kukusababishia wewe ukapata hasara kubwa sana. Kwa hiyo ni muhimu ukajifunza namna ya kufanya maamuzi kwa usahihi kabla ya kufanyaje, ya kuyatekeleza. Sasa katika video hii tutaangalia jinsi mfugaji anavyoweza akatumia mbinu za kimkakati ili aweze kupunguza makosa na pia aweze kuboresha uzalishaji na kuongeza faida kwenye ufugaji wake. Sasa baada ya kujaribu moja kwa moja kwa nguruwe, mfugaji anaweza akapunguza hasara, umeona, au anaweza akafanya maamuzi kwa kutumia njia zifuatazo. Njia kama ya kuangalia makadirio ya gharama na faida. Kwa mfano, kabla hujaanza kubadilisha aina ya chakula, haujaanza kuongeza idadi ya nguruwe, haujawaza kununua nguruwe wapya, na pia haujafanya maamuzi ya kujenga mabanda mapya, unatakiwa kwanza ukae chini, umeona, ufanye makadirio, ufikiri vizuri, na kisha ndio uweze kufanya utekelezaji wa maamuzi ambayo unataka kuyafanya. Kwa sababu gani? Hii inaweza ikakusaidia wewe kupunguza hasara, lakini pia inaweza ikakusaidia wewe kuongezeka uwezekano wa kuongezeka kwa nini? Kwa faida katika ufugaji wako. Sasa kwa nini hii inakuwa ni muhimu sana? Ni muhimu ni kwa sababu kwamba itakusaidia wewe kupunguza hasara za kifedha. Chukulia kwa mfano, leo hii wewe unataka kuongeza nguruwe kutoka 20 mpaka 50 kwenye banda lako moja. Umeona kwamba unataka uongeze idadi ya nguruwe. Sasa vitu ambavyo unatakiwa kuvifanya, kwanza unatakiwa ujiulize, je, vipi kuhusu ukuaji wa nguruwe, utapungua? Au unataka ujiulize, je, gharama za uzalishaji zitaongezeka? Vipi kuhusu vifo vya wanyama, vitaongezeka? Kwa sababu tunapojua kadri wanyama wanapokuwa wengi na pia riski ya magonjwa ya kusambaa inakuwa ni kubwa zaidi. Sasa vipi kama ukiongeza wanyama, nini kitatokea? Kwa hiyo ndio tunajua kwamba unapokuwa una nguruwe wengi, pia hiyo inaweza ikawa ni ashiria mojawapo utakuwa na faida kubwa. Lakini ukikaa chini ukapiga hesabu, unaweza ukakuta kwamba nguruwe wanavozidi kuwa wengi inaweza kaa ni sababu ya wewe faida yako ikafanyaje, ikashuka badala fanyaje ya kupanda. But hiyo inaweza kaa ni vice versa pia, kwamba nguruwe akiongezeka, lakini inaweza ikapelekea wewe kufanyaje, ukapata hela kubwa sana. Sasa kabla ya wewe kufanya uzalishaji, yani kutoka nguruwe 100 hadi kwenda nguruwe 300, kwanza unatakiwa ufanye mambo yafuatayo. Kitu cha kwanza unachotakiwa kukifanya kwamba
fanya makadirio ya kiasi cha chakula kwa mwezi. Okay? Kwa mfano, nguruwe mmoja kwa mwezi mzima, yani kwa miezi 6 ana uwezo wa kula chakula kuanzia kilo 250 mpaka kilo 300. Ina maana kama wewe utaamua kufuga nguruwe 100, utakuja kugundua kwamba kwa nguruwe wako 100 watakuwa wametumia kiasi cha chakula cha tani 2.5 mpaka tani 3 kwa miezi 6 kwa nguruwe 100. Kwa hiyo utaona kwamba ni kiasi gani cha chakula ambacho utakuwa umekitumia. Lakini pia unatakiwa ufanye ufikirie kuhusu gharama ya chakula. Okay? Kwa mfano hawa nguruwe katika kila stage bei zao zinatofautiana, huwa haziwi constant. Umeona? Yani kwamba unakuta labda creep kwa sababu wanakula kidogo, unaweza ka bei yao kwa nguruwe moja inakaa ni ndogo zaidi. Wanapofika stage ya winners inakuwa bei yake kidogo, inapokuja huku juu pia bei inakuwa inafanyaje, inapungua. Kwa hiyo tufanye makadirio tu kwamba ni average kwamba itakuwa ni shilingi 450 kwa kilo moja ya chakula ndio itakuwa gharama yake mpaka nguruwe amefika umri wa miezi 6. Yani kwamba gharama ya chakula average yake, yani wastani itakuwa ni kilo 400, shilingi 450 kwa kilo moja. Kwa hiyo tufanye huyu nguruwe average, yani kwa miezi toka amezaliwa mpaka amekuja unataka kwenda kumchinja miezi 6, tufanye average ni kwamba ni kilo 2.1 ndio average ya chakula ambacho alikuwa anakula kwa siku. Kwa hiyo utazidisha kwa kilo 450. Umeona? Kwa hiyo utakuja kwa siku utazidisha hapo kwamba utachukua 450 utazidisha kwa 2.1 ambao ni kilo moja, utapata idadi ya chakula ambacho nguruwe atafanyaje, atakuwa amekula. Sasa njoo uzidishe kwa siku 250. Umeona? Ambazo ni siku ambazo nguruwe atakuwa amekula mpaka unaenda kumchinja. Kwa unakuta nguruwe moja utakuwa umetumia kwenye 230,000 huko hadi 250,000. Huyo kwa nguruwe mmoja. Sasa ina maana kama utafuga nguruwe 100, ina maana hapo utakuwa kwenye milioni 23. Kwa gharama yako itakuwa milioni 23 eno nguruwe kufanyaje, kualisha. Kwa utakuta ni hela ni nyingi sana. Umeona? Kwa ukifanya makadirio utakuwa unajua kwamba okay, kuna hela ambazo unatakiwa kuzitoa. Lakini pia unatakiwa uangalie mahitaji ya maji. Je, maji yanatosheleza kwa nguruwe 100? Kwamba unapokuwa unapanua mradi wako, je, maji yatatosha? Umeona? Kwa sababu nguruwe moja tu anakunywa lita 10 ya maji kwa siku. Ina maana ukiwa na nguruwe 100 watakunywa kama lita 1000. Kwa unakuta lita 1000 kwa siku unazitumia. Je, vipi kuhusu maji? Je, unit za maji unaweza kuzimudu? Umeona? Kwa unakuta gharama zinakuwa kubwa. Pia angalia idadi ya wafanyakazi. Umeona? Kwamba before ulikuwa na nguruwe 20, labda mfanyakazi mmoja alikuwa anatosha kuwahudumia, lakini nguruwe 100 unatakiwa kuongezeke wafanyakazi. Kwa hiyo unapoongezeka wafanyakazi pia unakuta unaongeza nini? Unaongeza cost za kuna. Lakini pia mapato unayotegemea kuyapata inakuaje? Kwa vitu vyote hivi lazima uvifanyaje, uvifikirie. Sasa ukifanya vitu hivi bila kufanya planning, upanuzi wa shamba unaweza ukakufelisha, yani inaweza kaa ni hasara kwako. Lakini kama unaweza ukafanya planning vizuri, inaweza ikakusaidia wewe kufanya maamuzi, either upanue shamba lako au usubiri kwanza mpaka utakapokaa stable ili uje kuweza kufanya hivyo. Okay? Kitu kingine ambacho tunaweza kukiona kwa mfano kwenye upanuzi wa shamba pia, kwenye unapotaka kufanya upanuzi wa shamba, mfano wewe leo hii una machaguo mawili, tufanye tu kwamba una machaguo mawili, yani unataka kufanya maamuzi, either ununue chakula bora kiwandani au utengeneze mwenyewe. Okay? Sasa katika hivyo vitu viwili unaangalia, je, kipi ufanye? Ukanunue chakula kiwandani ama wewe ufanye kuchanganya chakula chako wewe mwenyewe? Sasa unakuja kufikiria kwamba unaweka scenario kwamba okay, sawa, nikisema nikanunue chakula kiwandani inaweza ikawa ni gharama kubwa, lakini inaweza ikawa ni impact ina impact kubwa sana kwa ukuaji wa nguruwe, kwamba nguruwe wako atakuwa kwa haraka, unaweza kupeleka sokoni kwa haraka na uzito utafika kwa haraka sana. Kwa maana gharama itakuwa ni kubwa, lakini ukuaji wa nguruwe hautaathirika. Lakini ukisema kwamba okay, mimi nataka kutengeneza chakula mimi mwenyewe, sasa ukitengeneza chakula wewe mwenyewe inaweza ikakupelekea kwamba okay, gharama yake ikawa ni ndogo, lakini ukuaji wa nguruwe ukawa ni hafifu. Sasa unapofanya planning unaweza ukagundua kuwa ni njia ipi itakuwa ina faida kwako na ipi itakuwa ina hasara kwako. Kwa hiyo lazima ukae vizuri kwa ajili ya kufanya planning ili uweze kugundua ni njia gani ambayo ni sahihi ya kufanya. Lakini planning pia inaweza ikakusaidia wewe kupunguza hatari ya magonjwa. Umeona? Kwa sababu kabla ya kuingiza nguruwe wapya, unaona kama unataka kupanua mradi. Sasa kupanua mradi unasema okay, ngoja nichukue majike kadhaa nialete ndani. Lakini kabla sasa ya kuingiza nguruwe wapya, hebu fikiria kuhusu gharama ya karantini. Kwamba nguruwe nikishawaleta hapa lazima kuna sehemu wakae kwa ajili ya karantini. Kwa sababu huwezi kuchukua nguruwe sehemu moja kwa moja ukaleta kuchanganya na wengine. Lazima wakae sehemu fulani kwa mwezi mmoja uangalie. Umeona? Kwa kuna gharama zake. Lakini pia angalia hatari ya kuleta magonjwa mapya shambani, gharama ya matibabu,
maana nguruwe watakuwa wanaongezeka. Sasa nguruwe wanapokuwa wanaongezeka, ina maana pia riski ya magonjwa yanakuwa yanaongezeka. Kwa hiyo kunaweza kuwa kuna uwezekano wa magonjwa kufika shambani kwako. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kufikiria kuhusu hilo. Lakini pia angalia kwamba ugonjwa unaweza kukuletea hasara ambayo unaweza ukaipata kama ugonjwa utafanyaje, utatokea shambani kwako. Kwa sababu ugonjwa mmoja tu unaweza ukaharibu faida yako ambayo ulikuwa umeitengeneza kwa miezi kadhaa. Kwa hiyo unatakiwa kuwa makini sana inapokuja katika swala la magonjwa. Lakini pia unatakiwa kujua kwamba planning inaweza ikakusaidia wewe kufanya maamuzi ya ujenzi wa shamba lako. Kwa mfano, kabla ya wewe hujaanza kujenga mabanda, lazima upige hesabu nzuri sana nafasi ya kila nguruwe. Umeona bwana, usije ukajenga banda baadaye mtu unaanza kujilaumu kwamba ilikuwaje, sikuwa najua. Lakini lazima upige hesabu nzuri sana nafasi ya kila nguruwe, kwamba nataka kujenga na labda kuweka nguruwe 20 kwa wakati mmoja. Kwa lazima ujue kwamba nguruwe moja anachukua space ya kiasi gani, kwa nguruwe 20 chumba chao unatakiwa kiwe kikubwa kiasi gani. Kwa sababu kama ushakugundua kwamba msongamano, yani nguruwe wanapokuwa nakaa kwenye msongamano mkubwa sana, pia wanakuwa na nyang'anyana kula chakula, kwa lazima nguruwe watafanyaje, watapungua. Lakini pia unabidi uangalie mwelekeo wa hewa, lazima uangalie yani kumbe hewa inapotokea, banda lako ndio natakiwa lifanyaje, likinzane na upepo ili liweze kuwa fanisi kwa ajili ya nguruwe wako kukaa vizuri. Lakini lazima uangalie mfumo wa maji taka. Unaenda kujenga banda kwenye sehemu ya makazi ya watu, baadaye unakuta umeshajenga mabanda, umetumia hela zako nyingi, lakini mwisho wa siku serikali ya mtaa inakwambia unabidi uhamishe shamba lako, kwamba uruhusiwi kufuga hapa. Kwa unakuta umeshapoteza hela nyingi, lakini wewe hukujua kwamba je, maji taka haya kitoka hapa yataenda wapi? Kwa hivyo ni vitu ambavyo unatakiwa kufanyaje, kuconsider. Lakini ukifanya ujenzi bila mipango, unaweza ukasababisha gharama za kurekebisha hapo baadaye. Yani kama utajenga tu bila kupanga, unakuta unabomoa leo hii, kesho unabomoa huku, kesho unabomoa kule. Na kitu ambacho watu wengi huwa wanakikosea ni kujenga banda ambalo yani sio sahihi kwa nguruwe, kwa sababu banda yanatofautiana. Kuna banda la watoto, kuna banda la wazazi, kuna banda la nguruwe wale wanaofanyaje, wanaozalia. Umeona? Kwa hiyo hivi mabanda haya yote yana aina yake ya ujenzi. Kwa hiyo unatakiwa ufanye makadirio mazuri ili baadaye usije kaingia gharama ya kufanya marekebisho. Kwa hiyo jumla ya yote ni kwamba ufugaji wa nguruwe unataka utumie akili, lakini pia unataka kutumia namba ili uweze kufanya makadirio mazuri. Kwa hiyo ukiangalia kwa wafugaji wale waliofanikiwa, wao mara nyingi huwa hawakurupuki. Mara nyingi wanafanya maamuzi yao, mara nyingi hawafanyi maamuzi yao kwa kutumia hisia, isipokuwa wanafanya kwa kutumia takwimu ambazo wanakuwa wanazifanyia recording pale shambani kwao. Kwa hiyo usifanye maamuzi ya shambani kwa mazoea, lazima ufanye maamuzi kwa kutumia hesabu, na hivyo ndivyo shamba lako litakuwa zuri zaidi. Sisi tunaitwa Lauda Hox Farm, tunapatikana Kibaha Kongowe kwa namba 0712 979511. Karibu sana.